ukishika hicho unachotaka ukishika. Kidole Kalungwa. Na hiyo itakuwa ni hatari sana kwako. Kidole Kalungwa. Wewe ni nani? Haina haja ya kunijua mimi ni nani, bali unachotakiwa kufanya ni kile nilichokuambia usikifanye. Na hii njia uliokuwa unataka kupita sio sahihi, bali njia ambayo itakuwa ni salama zaidi kwako ni hii hapa. Kidole Kalungwa. Mfua kale. Mfua kale. Umefikaje hapa mpango? Mjomba, ni wewe? Ni mimi, usiogope. Eneo hili hapa ni hatari sana. Twende nyumbani. Sema shoga yangu basi siku unalinga. Nalinga tena? Kwa lipi? Toka ulipopata kile kimwanaume chako kikupa vitu una. Bwana yupi ambaye hata kwenye mwako tu achoteki? Saizi achoteki saizi. Shoga yangu au unamtaka? Na nikimpata huyo ameenda. Na ninapokujua unaga dogo. Sio unalinga. Siku tumeanza kuchanganyikiwa. Si hayo. Mtu gani kale? Halo mama. Mnaendeleaje huko? Sisi wazima, sijui wewe na baba anaendeleaje? Tunashukuru Mungu tunaendelea vizuri. Nini shida? Majirani! Majirani! Mama, nini shida? Za huko mjini. Huko bwana ni njema.
naona siku hizi umekuwa mkubwa. Ni kweli mjomba, lakini mjomba, kuna vitu ambavyo sivielewi na natamani unieleweshe. Maana toka nimekuja, yani kuna vitu ambavyo vinatokea sijavielewa kabisa. Mpaka nimesahau na begi langu sijui nimeweka wapi. Kijana wangu Jose, naomba saizi twende kwanza nikuonyeshe chumba chako cha kulala ukapumzike. Kwa mjomba, swali langu kwamba hujalielewa au? Nimekuelewa sana kijana wangu. Ila naomba kwa saizi twende nikuonyeshe ukapumzike kwanza. Halafu hayo mengine nitakuelewesha yote, utajua vizuri. Sawa mjomba, mimi nimekuelewa. Sawa. Haiwezekani. Nikuache. Jamani, hichi kijiji serikali haipo. Mama Chapombe, jamani. Yaani Mama Chapombe tayari umedamkia kilabuni. Mwanaume ningesema mimi kijijini ndo peke yangu kidogo kwamba nikidamka kilabuni na hela. Mimi na nini? Na hela. Leo na kuchakaza yani. Pombe nanua mimi. Nakwambia je, wewe andaa mdomo tu. Pombe nanua mimi. Haki ya Mungu. Cheers kwanza. Mwaga tu hiyo pombe ya watu. Sijailipia hiyo. Walevi tunapendana. Pombe yako unafanyaje? Naona utainyima pombe na kununuliaga wewe. Pombe yako. Nyela wenzio kwa baa. Gani wewe, tunaangalia steam, wewe unywe kwenye chupa, unywe kwenye kopo, unalewa ulewe. Si unaangalia steam. Bwana toka unanivuruga mimi saizi hapa na mawazo yangu. Sasa tazama sasa. Wewe kijiji kimeitwa udongo mpya huo. Angalia dongo hilo udongo mpya huo. Umbea, tutafanya umbea. Sasa ni sisi. Hata wageni wakifika jue mpe. Nisiseme tumeona udongo mpya kijijini bwana, cheki dongo la mtume lo. Wewe kabaku nyeupe inaoga hiyo. Huwezi kutulia na kitu. Bado unamsema mpaka mwenyewe anasikia. Kwanza niache mimi na matatizo top kwenye kichwa changu. Oa vipi bosi? Safi. Harakati gani unaona tunalewa wanatuliza maswala harakati, si ndo umbea huo? Yale mambo. Safi. Mbona umeinama hivyo? Baba hapa na matatizo wewe. Yaani shida haziishi baba. Yaani pale nyumbani na binti, sisi hatuna wazazi, yaani mimi ndo mama, mimi ndo baba. Hapa penyewe nimekopa hii pombe, sio hata nalipa. Maisha magumu, asubuhi tu mnalewa. Wewe nawe kelele sasa, unaanza kutupangia starehe zetu. Unataka tunywe usiku wa manane. Kijana wangu Jose, hiki ndio chumba chako. Pia naomba nisikilize kwa makini. Utakapoingia ndani ya chumba hiki, usifungue mlango kabisa. Hata kama mtu atagonga ikifika saa 6 usiku. Kwa nini mjomba? Kama mtu amekuja amebisha hodi, kwa nini nisimfungulie? Nisikilize kijana wangu. Mji huu na mambo mengi yanaendelea. Kwa sasa nenda kapumzike. Hayo mengine tutaongea baadaye. Sawa mjomba, nimekuelewa. Sawa. Ngoja nikapumzike. Sawa. Karibu sana. Asante sana mjomba. Sawa. Sasa cha kuwasaidia, ngoja niwape 10 hapa mlipasue. Tagawana wote wawili 5-5. Barikiwe baba, barikiwe. Asante. Napasua mara 2. Jamani. Simba huyu hapa. Wewe. Jamani. Mnavunja wote wawili. Wawili? Wewe tulia hivyo. Wewe, hiyo sio wallet. Naitwa Taji Lisanga. Natokea Mbeya Chunya. Namiliki migodi ya madini. Madini baba? Tofauti na Mbeya zipo sehemu nyingi sana. Kama Nyamongo mkoa wa Mara, ni tajiri ambao serikali inanitambua. Watu wengi wanafaidika kupitia mimi.
Karibu baba. Naweza nikawalisha nyie mwaka mzima mkao mnakula bila kufanya kazi. Kutokana nishajitambulisha na imani tutazidi kuonana. Karibu baba. Kwa sababu nipo hapa kijijini leo sio mara ya kwanza, tutazidi kuonana mara kwa mara. Kaka, asante tajiri. Jamani sasa umeiona hiyo. Binti yule sio namjua pale nyumbani. Hana kazi. Hana mume. Hana sijui nani. Mimi ndo mama yake, mimi ndo baba yake. Mimi mwenyewe ndo sina kazi. Shida zangu mimi ndo zifanya huyo hapo. Ngoja. Wewe ndo unasema una hela. Wewe si kwa nini unanipa maskini? Mama mlevi leo akunisaliti cha pombe. Mlevi mmoja una hela za kusubiriza wanaume, mimi kwanza kwenye kidume. Sitishiwe na mshamba yule kaja sikio pombe atunulie, mimi nanuliwa na mwanaume mwenzangu. Kwenda. Cheze kanuliwa na mwanaume mwenzangu. Mimi mwenyewe kanali na hela za kwangu na nibabaishi mtu. Mama muuza! Lete tena mimi mwenyewe. Hii umeleta mbitu, sasa lete mkangafu. Sasa lete mkangafu. Tukishalewa walevi tunapendana jamani. Tukisha kunywa tunaanza kugombana. Umeondoka nako kaela, hujanisumbua, hujanibabaisha. Sikia sasa. Mama muuza, leta lita 2 nalipa, mimi ndo nyamia. Mimi ndo chaumbea wa kijiji. Wote mbwa kijiji kizima mpaka 8 sijui. Mimi ndo mlevi. Mimi ndo leta lita 2 na mashamba ya ulisi. Jamani ukibaki peke yako kwenye ukola. Mashamba yote yangu. Jirani, kuna nini tena hapa? Sijui ametokea wapi. Tuambie ukweli hichi kitu. Inawezekanaje? Yaani ametokea ametokea tu nilikuwa naongea na simu mimi. Matatizo ya kijiji yanaendelea mheshimiwa. Jamani. Hii ni mara ngapi tena kuwa hivi? Mbona tunachoshwa na hii hali jamani hapa kijijini? Tufanye nini sisi, tumekosa nini kwa Mungu? Mzee, huu ni mwezi wa 6 sasa. Haya matatizo yanaendelea kijijini kwetu. Na hatujui hali itaisha lini. Tunateseka, inatuumiza. Tafadhali naomba unisaidie, mume wangu haongei chochote. Samahani ndugu zangu. Katika mimi pita zangu nilikuwa nasajili line mo. Sasa nasikia mama hapa anaita msaada majirani nini. Yupo ana panic, yani ni kwamba ni mtu ambaye yupo sawa kabisa. Tunahitaji kujua wewe ni nani? Maana ni mgeni kabisa hapa kijijini. Usiogope kaka, ni mimi mdogo wako Nuru. Dada, mbona uko hapa? Na tena upo kwenye mavazi kama hayo. Ikiwa mimi nilishaambia umefariki muda mrefu. Nahitaji ujue ukweli kuhusu kifo changu. Kwa sababu niko kifungoni kaka. Naitwa Mr. Sanga. Natokea mkoa wa Mbeya, wilaya ya Chunya. Ni tajiri wa migodi ya madini. Nahitaji uweze kunipatia dawa itakayonsaidia kuweza kupata dhahabu nyingi katika machimbo yangu. Sawa Mr. Sanga.
sio kila kitu ni rahisi. Unaweza ukaona rahisi kwa macho ya kawaida. Kuna masharti ya kufuata ili utajiri wako uweze kuongezeka. Sharti la kwanza, inabidi utafute mwanamke ambaye hajawahi kutumika. Sio kila ugonjwa ni ugonjwa, bali kuna mengine nafichwa katika siri, ili macho yenu yanapoona yaone kama ugonjwa. Nisikilize mwanamke, kama utaendelea kupiga kelele na kupaza sauti watu wote wakusikia, basi roho ya mumeo itakuwa pembezoni mwa kaburi. Baba yangu kanituma, yeye aliye wa kwanza wangu kutoka katika milima ya Usagara huko mjini Nyabinda. Anaitwa Mzidole. Ametuma ili niweze kuwasaidia kabla yeye hajafika kwenye mji huo. Nitakipataje kisiwa kile, ujue maji kuogelea, ujue maji kuogelea, ujue maji kuogelea. Nitakipataje kisiwa kile, ujue maji kuogelea, ujue maji kuogelea, ujue maji kuogelea. Kivipi? Unamaanisha nini? Nahitaji ufuatilie ukweli kuhusu hilo, kwa sababu sipo salama. Kivipi? Dada, mbona unijibu? Hii ndo nini sasa? Nakuuliza lakini wewe unaondoka. Na ile eneo sijui nimefikaje dadangu. Nitampataje mganga mtu wa design hiyo katika kijiji hiki? Tazama kwenye chungu. Huyo ndio anahitajika kumpata, na hiyo ndio sadaka kamili ya utajiri wako. Nashukuru, nitatekeleza yote yale ulioniambia. Nenda, lakini utarudi hapa kwa ajili ya kafara. Hii hali mbona kama si iko haja ya mimi kwenda kwa mjomba kujua kweli, na imani atanieleza haya yote. Mimi siwezi kutulia, lazima mjomba niambie ukweli. Na kuhusu hili jambo la kuniambia kwamba mtu ukifika muda fulani
gonga mlango nisifungue. Nadhani kuna kitu kijakaa sawa. Lazima nimtafute mjomba.